You're watching IBJM TV, home for all Christians. Ulimwengu wa kisasa, lakini standard ya ufalme wa Mungu tabaki kwa zile zile tu, na kuna siku Mungu atabadilisha. Kama maandiko imesema ya kwamba inatosha tutembee hivi, itabaki kuwa hiyo. Hatutasema kwa sababu tuko katika modernity, the civilized world, we have to change to adapt. We shall never change. So neno la Mungu itabaki kuwa neno la Mungu, na Mungu atabaki kuwa Mungu. Wewe ndio utakwisha, lakini Mungu hatawaisha. Haleluya. Wewe ndio utabadilisha mawazo, pengine utoke kanisani uende, lakini Mungu atabaki kuwa Mungu, na kuna kitu itambadilisha. Sema amen, mtu wa Mungu. So kwa dakika chache tu, I want us to talk about retracing the old path. Hallelujah. Mungu akubariki sana mwalimu wa asubuhi. Ulinibariki sana mwalimu Jose. Very connected na ujumbe wa siku wa leo. Na nikasikia vile roho wa Mungu katika anga za kiroho, vile roho wa Mungu analilia watu wa Mungu na analilia kanisa, kwa sababu there is a way ambapo kanisa ilikuwa inaitembelea, lakini hiyo njia ni kana kwamba we slipped out of it, and that is why we cannot experience the result. Tunaabudu Mungu katika kiwango cha kutosheka kwetu, na tukatosheleka, tukasema hapo iko sawa. Bora Bwana Yesu asifiwe, hapo iko sawa. Bora kanisa inanitambua, hapo iko sawa. Na hiyo ibada ya Bwana Yesu asifiwe ni ibada ya Jumapili, lakini the moment somebody goes out, unakosa kujua huyu ni mtu wa Mungu ama sio wa Mungu. Ni kwa sababu njia zake huwezi tofautisha, ya mtu wa dunia na mtu wa Mungu hauwezi ukatofautisha. Haleluya. Lakini ukisoma Biblia, mali mtumishi alisoma nyakati zile za watume, hata watu walikuwa wanaogopa kuungana na hao. Ile presence walikuwa wanatembea nacho ilikuwa presence ya kimaajabu. The demons could not dare sit in their midst. Hata saa zingine hawangeweza kusema kitu, but the presence that they carried, wakati mapepo iliingia katikati yao, hayo mapepo ilikuwa inatetemeka. Haleluya. Kwa sababu ya njia zao na Mungu, vile Mungu aliwaelekeza kupitia uwezo wa roho wa Mungu, wakasema hii ndio njia, ndicho tutakachotembea. Sema amen, mtu wa Mungu. And I believe today, katika ibada ya pili ya 2026, we are going back to the rugged cross. Msalaba ambayo haijapigwa randa, sababu wengi wamebeba msalaba ile imepigwa randa na imepakwa rangi. Mali Yesu alisulubishwa, hiyo msalaba haikupigwa randa, haikupigwa rangi, na hiyo msalaba ndio ilikuwa imebeba nguvu za Mungu. Hallelujah. The power of the rugged cross. We are going back to the rugged cross in the name of Jesus. Hallelujah. Hiyo msalaba ya kitambo ndio kulikuwa umebeba uwepo wa Bwana. Kila mahali watume walienda, they carried the presence of God. Hata kijiji ilikuwa inajua kuna watu wanaitwa watume. Hata Mafarisayo walipowashika akawaweka kwa jela, lakini mbingu ilikuwa inakuja, kwa sababu there were people ambao walibeba msalaba mali Yesu alisulubishwa. So I want us to read the book of Jeremiah, chapter number 6, verses number 16, 17 and 18. Sasa nilipokuwa hapa, nakumbuka nikiwaambia ya kwamba kuna scenarios mbili ambacho I've been privileged kuwa katika hizo scenarios. Ya kwanza ni mortuary, ya pili ni maternity ward. Hallelujah.
Hata juzi Friday usiku, iko mwenzetu alipoteza bwana yake, na hiyo siku ilipata kama niko kazi, so tukaenda kwa nyumba yake na tukamchukua tukampeleka mochari. Hakuna mtu anaongelesha mwingine, kila mtu amenyamaza na ametulia tu, kwa sababu hapo hakuna uhai. Haleluya! Na hii kanisa imebarikiwa mkitangaza tu watoto 7 kwa mwaka moja. That is a great blessing. Haleluya! Inamaanisha hapa kuna uhai na watu wanakula mzuri hapa. Sasa unaweza tembea town, uende town na urudi, kupatana na mama mjamzito sio rahisi. Haleluya! Sababu ile vitu watu wanakula, watu walijidunga madawa, na sasa mimi nataka 1, 2 na hiyo ingine umeachia nayo. Sema amen, mtu wa Mungu. So katika maternity ward hapo kuna kelele, hakuna mtu ananyamazianga mwingine, kila mama na nduru zake. Ile style anapiga nao nduru yeye anajua, lakini hapo kuna nduru. Kuashiria nini? Kuna uhai hapo. So hapa kanisani ya Mtuini kama kuna uhai, nataka nisikie amen iliyo na kilo. Haleluya! Tunamiliki kwa jina la Yesu Kristo. Mimi niliwaambia nikipanda gari, nikitembea kila town, nikiona every center, nikiona naangalia nafasi ya crusade. Nasema hapa ni mzuri na crusade. Hapa ni mzuri na crusade. So niliwaambia last year, hapa ni mzuri na crusade. Haleluya! Hapa mzuri na crusade. Na mko na best speaker hapa. Hii watu wote wakikuja crusade, hata kama wengine watakuja, hiyo kiwanja inajaa. Sema amen, mtu wa Mungu. Mali kuna uhai, kuna kelele. Sema amen, mtu wa Mungu. Thus says the Lord, stand in the ways and see and ask for the old paths where the good way is, and walk in it. Then you will find rest for your souls. But they said, we will not walk in it. Also I said to watchmen over you, say, listen to the sound of the trumpet. But they said, we will not listen. Therefore, hear, you nations, and know, O congregation, what is among them. Kipata nafasi utasoma hapo mbele. But I believe we want to retrace njia za kitambo. Njia za kitambo. Nyakati zile za Biblia kulikuwa na njia ambayo watu wa Mungu walikuwa wanaitembelea. Na Biblia inasema katika hiyo njia za kitambo, that is where there is rest. Mali kuna kupumzika ni njia za kitambo. Na mimi nataka unielewe, kwa sababu tuko watu tofauti katika ibada. We have a generation ambayo wanajiita Gen Z. We have millennials, na tuko na wale wazee wa kitambo. Na hii watu ukiwaweka pamoja, kuelewa kwao ni tofauti. Lakini Biblia inasema ya kwamba enda ukaangalie kwa katikati ya mabarabara, where there is a junction, alafu ulize katika hii junction njia ya kufuata ni gani. Lakini maajabu, wakati mtumishi alipoleta neno kutoka kwa Mungu, hao watu wakasema hapana, we shall not walk in it. Tumekataa, hatutaitembelea. Na hata katika ibada hii sio wote watakubaliana na ujumbe ambayo Mungu ameleta siku ya leo. Wengine wanasema hiyo ni yao, ya wakati wao. Hii ni wakati wetu. Na hii compromise ndio inafanya tunalegea, tunakosa nguvu, tunakosa kutambuliwa
mali inatosha tutambuliwe. Tunakosa kujua ya kwamba njia za kitambo, hapo ndipo kuna amani. Na hii njia za kitambo ndio Mungu anasema tukaitembelee. Siku ya leo, hiyo njia za kitambo ndio kulikuwa kumejawa na nguvu za Mungu. Wakati Jerusalem ilipoangushwa chini na ikawa into ruins, the temple of the house of the Lord ikaanguka. Biblia inasema Ezra akainuka wakiwa na Nehemia, wakasema tutarudi Jerusalem tukajenge hekalu iliyoharibika. Na Biblia inasema wakajiami wakaenda kujenga, lakini wakati walipokuwa wanaweka misingi ya ile nyumba iliyoharibika, Biblia inasema kukawa na kelele, na hiyo kelele ikachanganyika. Wazee walipoangalia ile jiwe la misingi ikiwekwa, kelele yao walikuwa wanalia wakisema, this is not the right foundation. Ajengewa hekalu. So we had 2 generations ambao hawakujua the reality of the real foundation. Wazee walioona nyakati zile ile hekalu ambayo ilikuwa imejengwa, walipoona ile jiwe ya foundation imewekwa, wakasema hii ni nyepesi, hii ni mawe ya 4x4. Ile ziliwekwa zile nyakati zilikuwa 12x12, mawe ambayo ilikuwa na uzito. Haleluya! Siku ya leo kuna njia za kitambo ambacho jiwe la misingi yake inawekwa na mawe ya 12x6, na Biblia inasema Yesu ndio hilo jiwe lililokataliwa na wengi, na hiyo ndio jiwe linaloweka misingi. Na Biblia inasema I am the way, the truth and the life. No one cometh to the Father except through me. Wengi siku ya leo wanaomba Mungu, wamekosa kupitia njia ambaye ndiye Yesu Kristo. Siku ya leo we want to go back to the roots, and the root is Christ the Lord our Savior. Na yeye huyu Yesu is a multifaceted, ako na dimensions ya maisha yetu siku ya leo, different dimensions. When you accept to walk in the ways of Christ, to walk in the line according to the word of God, you shall see the greatness of God. Na huyu Yesu akienda kwa kina Martha na Mary Magdalene, walipokuwa wameenda kwa mazishi ya Lazaro, akawaambia, si niliwaambia mtakapoamini mtaona utukufu wa Bwana. Siku ya leo, as we go back, I want to decree and to declare, those who shall believe, na watakubali kuitembelea hiyo njia za ukweli, hao ndio wataona utukufu na nguvu za Mungu ambaye anaishi. Hallelujah! Only those who will believe, wale watakao kubali njia za Kristo Yesu. Many have compromised, wame neutralize, wameichanganya. Siku hizi haina ladha, lakini hata kama hakuna ladha, mali umeona photocopy, inamaanisha kuna original. Ndio photocopy tokezea, original kulikuwa. Hallelujah! Even if they come with a photocopy, we are coming with the original copy. In the mighty name of Jesus. Na hiyo original copy ndio kansa inasikia. Hiyo original copy ndio mapepo wanatambua. The original copy carries the power of God. In the name of Jesus. Original copy. Hapo ndipo kuna amani. Unasikia mama, umekosa amani kwa sababu you have compromised the work of God. Umechanganya Mungu. Tukikutana na wewe town CBD pale Nairobi, hata nikikusalimia Bwana Yesu asifiwe, hautasema amen, utasema mzuri sana, mzuri sana. Kwa sababu gani? You have compromised. We want to go back to the roots.
in the name of Jesus. Going back to the roots, the power of the rugged cross. Hapo ndipo kuna sauti katika jina la Yesu Kristo. That is where there is a voice. That is where there is glory. In the mighty name of the Lord. Going back to the old path. Vijana wapende wasipende, kuna original katika jina la Yesu. Hii hakuna sagodi. Sagodi hakuna hapo. Master Jesus hakuna hapo. Yesu anabaki kuwa Yesu. Majina yake ya Biblia yanabaki majina ya Biblia. Anaitwa Jehova Rafa katika jina la Yesu. Mungu anayetuponya anaitwa Jehova Jireh katika jina la Yesu. He is the Lord our provider. Anaitwa Jehova Shalom, anayetupa amani. Hataitwa sagodi. Hapana, hiyo sio sagodi. Haleluya. Hatabaki kuwa El Shaddai katika jina la Yesu Kristo. That old path, hiyo njia za kitambo, ndio milima itasikia. Tutanena na milima, milima zitaondoka, kwa maana wanasikia sauti yale ya kitambo. Yohana anapobatiza Yesu, Roho akakuja juu yake na sauti ikatokezea ikasema, this is my son, this is my son. Haleluya. Mukamutii. Siku ya leo sitawaletea ujumbe mwingine, ujumbe wa Kalvari, ujumbe wa msalaba, ujumbe wa msalaba. Maandiko inasema neno la msalaba ni ujinga kwa wale ambao wanapotea, lakini ni nguvu kwa sisi ambao tunaamini. Uwezo wa msalaba ni nguvu kwa sisi tunayoamini. Ni ujinga kwa wale wanapotea. Natangaza nguvu ya uwezo wa msalaba, the power of the cross. Hiyo ndio njia. Magonjwa yanasikia, hiyo ndio njia. Mapepo wanasikia, hiyo ndio njia. Miungu zinasikia, hiyo ndio njia. Jesus, hiyo ndio njia. Kwa jina la Yesu, Illuminati wanamtambua. Kwa jina la Yesu, miungu zinamjua. Kwa jina la Yesu, the power of the rugged cross, the power of the rugged cross, the power of the rugged cross, the power. Hiyo ndio nguvu. Hata nikibeba G3 najua msalaba, nikibeba AK najua msalaba, nikiwa wapi najua msalaba. Na watangazia leo watu wa Mutuine, the power of the rugged cross, hiyo msalaba. Hiyo msalaba ndio inatutoa kwa jela, mahali ambapo tulilaaniwa na miungu za kikwetu. Haleluya. Maroho inayosukuma watu nyuma. Hata ukikuja town bado wanakutaka tu, wanasema rudi nyuma. Hata ukijaribu kusonga mbele wanakurudisha nyuma. Kuna nguvu za msalaba, damu ya Kristo Yesu, damu isiyokuwa na mawaa. Uwezo wa damu ya mwana kondoo ndio itakukomboa kwa jina la Yesu Kristo. That is the old path, njia za kitambo. Musa akawaambia, mnataka kuenda lakini msiende mbali, ninyi mwende. Asante mtumishi. Musa akamwambia wa Farao, hata kama tunataka tuende karibu, lakini sisi tumeamua tutaenda mbali kwa jina la Yesu. Kwa maana ukienda mbali ndio watakutafuta, watakosa kukupata kwa sababu umeenda mbali. Wengine wameenda karibu, ndio maana magonjwa yao ya nyumbani bado inawafuata. Wengine hawakuenda mbali, ndio maana mapepo ya kwao nyumbani inawafuata. Lakini leo tunaamua tunaenda mbali. Leo
tunaamua msalaba leo, tunaamua damu ya Kristo leo. Hakuna damu ingine ambayo hata ikitolewa inaweza kukuroga. Bora uko na damu ya Yesu, damu ya Kristo Yesu inatosha yote, inatosha yote. Damu ya Kristo Yesu inatosha yote. The power of the rugged cross, the power of the rugged cross. Natangazia anga wa Muidini, the power of the rugged cross. Natangazia marosa hii Beria, marosa hii Meneo, kwa jina la Yesu. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of the Lamb. There is power. Njia za kitambo, wengine walisikia harufu tu ya Yesu lakini hawajampokea. Tuko nao kanisani, walisikia tu harufu kwa sababu waliletwa na wazazi, wakaambia wewe ni mtu wa kanisa, wakagrow wakijua mimi ni mtu wa kanisa. Lakini personal encounter, ile kukutana na Yesu binafsi, mpaka mtu anakiri, hajawahi kiri. Lakini tuko naye kwa ibada, tunashiriki na wewe, na pengine tulikupea uongozi. Hata sasa tukikwambia utubu dhambi, nasema mimi ni kiongozi. Bishop ananijua, wachungaji wananijua. The power of the rugged cross. That is the old way, the old path. Situkubali turudi kwa msalaba. Haleluya. Tukubali turudi kwa msalaba. Hapo kwa msalaba ndio kuna baraka zako. Hapo ndio kuna amani yako. Hatutakumanipulate ya kwamba ukuje na ng'ombe ama kondoo ama ulete salary yote hapa ndio uone Mungu. Hapana. Mungu anaonwa na msalaba. Kama utakubali kupitia hiyo msalaba, lazima utaona Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo, neema iliyopotea kwa kanisa, wacha turudi kwa msalaba, na hiyo neema itarudi. Men shall look for us when we carry the power of the cross. Women shall look for us. Generation will look for us. A nation will look for us. The government shall look for us. Katika jina la Yesu Kristo, we shall carry the power of the cross. Hapo ndipo magonjwa yatatoweka. Watu hawatapanga line katika ward, hawatapanga line kwa hospitali. Watasema afadhali niende kanisa la Kristo. Hapo ndipo kuna nguvu. Wakati tutakapofika hiyo kiwango, mataifa watajua ya kwamba kuna Mungu mbinguni. In the mighty name of Jesus, the government shall know there is a God in heaven. The authority shall know there is a God in heaven. We want to carry the genuine power, the genuine anointing of the Holy Spirit of God. In the name of Jesus, hatutapembelezana na mapepo tena kwa sababu ya ile nguvu ambacho tumebeba. Hatutapembelezana na maroho ya kuzimu, tutawanenea. We shall tell them we have come in the name of the Lord. We have come in the name of the Lord. Hallelujah. Njia za kitambo ambacho mtu akiokolewa anakuja na ushuhuda, anasema nilikuwa msherati, nimekutana na Yesu, usherati umeondoka. Vile Zakayo alivyokutana na Yesu, akasema nimenyang'anya watu, nimetosha ushuru kuliko zaidi, lakini leo nitarudisha mara 4. Leo nitarudisha. Hiyo ndio tunatamani katika jina la Yesu. Nakumbuka ile wakati tulikuwa tunaokoka, ukiokoka ulikuwa unakimbia, unakuja mbio, unataka watu wajue Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa mwenye dhambi, sasa nimeokoka, Yesu amenisamehe, Yesu amenisafisha. Unaona vile niko hivi. Mimi nilikuwa natembea katika miji hapa, mimi ndio nilikuwa naiba wanaume ya watu nikienda nao. Nilikuwa mpango wa kando ya baba fulani, nilikuwa mpango wa kando
ya ndugu fulani. Ukiona hata amevaa tai hapa, huyu amekuwa mpango wa kando yangu. Kwa sababu gani? Amekutana na Yesu. Haleluya. Lakini ile kitu watu wanakutana nayo leo, it is not the original. Wamepata photocopy. Ndio maana tumekuja na original iliyokuwa inachochea watu. Original inaondoa watu kwa ulimwengu. Original inaondoa watu kwa ulimwengu. Original inakusababisha hata kama umekombolewa nyumba na mwanaume wa mtu, ukikutana na Yesu unakuja unasema, unajua nini? Ile nyumba nilikuwa naishi sio mimi nilikuwa nalipa, niko na mbaba ni askari ndiye alikuwa analipa, lakini kwa sababu nimekutana na Yesu hiyo nyumba nimewacha. That is the original. That is the original. We are going back in the name of Jesus. We are going back. Wase tunarudi kwa jina la Yesu. Boma tulioharibu tunatengeneza, maisha tulioharibu tunatengeneza. Wamama tunarudi kwa jina la Yesu Kristo. Ndoa tuliovunja tunatengeneza, heshima iliondoka tunarudisha. We are going back. We are going back. We are going back. We are going back. The church is going back to the old path. The church is going back to the rugged cross. The church is going back to the real gospel. We are going back. Mimi nimeamua hata askari wakiharibika, I am going back to the original in the name of Jesus. Hata wakiharibu sura, I am going back to the cross in the name of Jesus. We are going back. Mali kulikuwa na roho wa Mungu ambapo maandiko inasema, and the power of God was present to heal the sick. That power of God is the Holy Spirit. Wakati huyo roho atakuja, roho akikuja itajulikana. Wacha tu vile mnaona watu wanapita tu wakituona hivi. Mimi nimeomba Mungu siku moja tu na itafanyika. Unaona hivi vitu vichache mnaona kama ni kidogo. Mimi nimeomba Mungu afufue mtu alikufa 1985. Alizikwa akasaulika, babu ya mtu. Mungu akafufue. Unafikiria Mungu ni ndugu yako? Unafikiria ni binadamu? Si kwako ni ngumu, lakini kwake si ngumu. Ndio maana akaambia Ezekieli, tabiria mifupa mikavu, kwa sababu yeye ni Mungu. Yale vitu Mungu anaweza fanya, wewe wanadamu hamuwezi. Hata macho yako haiwezi kafikiria. So mimi ile kitu najua, God is able to do exceedingly abundantly and above than what we may think or ask for, according to the power that worketh in us. The Lord our Father, yeye ni muweza. Na maandiko inasema Mathayo 19 mstari 27, Biblia inasema yasiyowezekana na ni za wanadamu kwake Jehova yanawezekana. Natangaza kwa ibada yaliyoshindikana na nguvu za ulimwengu kwa Jehova siku ya leo yanawezekana. Yaliyoshindikana na mikono za madaktari kwa Jehova yanawezekana. Yaliyoshindikana na president wa Kenya kwa Jehova yanawezekana. Yaliyoshindikana na mababu zetu kwa Jehova yanawezekana. Natangaza leo yanawezekana. Natangaza leo yanawezekana. Natangaza leo yanawezekana. Yanawezekana. Na siyowezekana na mikono za wanadamu kwa Jehova yanawezekana. Leo Mungu atakuchomoa katika shimo uliowekwa. Mungu atakutoa katika maji uliyowekwa. Mungu atakutoa katika matope uliyotupwa. Atakushika mikono,
kuondoa in the name of Jesus. Akaharibu maandiko yaliyoandikwa kinyume na maisha yako. Biblia inasema alivuta makosa yote, mambo yaliyoandikwa kinyume na maisha yetu atakuja kuvuta in the name of Jesus. Nimemsikia tayari amekuja, nimemsikia tayari ameshuka. Yesu, Yesu mara ya kwanza, Yesu mara ya pili, Yesu mara ya tatu, Yesu mara ya nne, Yesu mara ya tano, Yesu mara ya sita, Yesu mara ya saba. Shout Jesus! At the top of your voice, at the top of your voice, at the top of your voice, kuna mambo inafanyika. I want you to shout at the top of your voice. Unapo shout, nimeona katika anga za kiroho minyororo zinakatika, ngome zinavunjwa kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanaondolewa mali walifichwa na kawasaulika. Mungu anakuondoa, anakurejesha katika njia zake. Nitahesabu 1 mpaka 3 kwa sauti ya juu. You will shout Jesus, 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 Jesus. His name is a strong tower. The Bible says whoever shall call unto the name of the Lord, he shall be saved. Atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Tunataka tuite hiyo jina. Unapoita hiyo jina, kuna historia inabadilika. Unapoita hiyo jina, kuna mambo yanavutika, kuna ngome zinaharibika kwa jina la Yesu Kristo. Unapoita hiyo jina, kuna nguvu itakushukia. Wengine watajazwa na Roho wa Mungu, watapokea upako. Wengine vipawa yao zitachipuka, wataanza kurukaruka, wataongea katika ndimi. That is the power of God confirming He's depositing something in your spirit. You're watching IBJM TV, home for all Christians.